Katika semina yetu ya ndoa tutapanga ratiba tu, tutawajulisha kuwa ni lini tutaendelea au tutajifunza mambo hayo. Tukaribishe tufungue sala. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, tunakushukuru kwa upendo na baraka zako. Tunakushukuru kwa kibali chako cha siku ya leo. Tunalitukuza jina lako, maana ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye unatushindania kwa kila jambo ambalo linatupitia katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya kutuingiza katika hali ya kuwa na ndoa, kushiriki uumbaji kupitia wewe Mungu hapa duniani. Tunakushukuru kwa neema na kibali chako cha kuendelea kutupatia uzao wa watoto, kutupatia matunda mbalimbali Mungu wetu katika familia. Tunakushukuru kwa ajili ya uchumi mzuri. Tunakushukuru kwa ajili ya afya njema ambazo unazidi kutujalia kila uchao leo. Bwana, hatuna cha kukupa ila kuleta shukrani zetu mbele zako. Hatuna cha kukupatia ila kuleta shukrani zetu mbele yako. Mungu, pokea shukrani zetu, maana hatuna kingine cha kukupatia ila shukrani zetu. Mungu, tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mwanafamilia anayefuatilia semina hii, na ikawa baraka kwake. Naamini Mungu tunakumtegemea na kumwezesha zaidi katika akili ya kiroho na kimwili, ili aendelee kutambua na kuona umuhimu wa ndoa katika maisha ambayo umetujalia. Tunakushukuru Mungu, nimesema asante kwa upendo wako kwa ajili ya viongozi wetu, kwa ajili ya wahudumu wote wa Jerusalem Family. Mungu, ukiwaonekania, ukiwapigania, na katika mchango wao mkubwa wa kushirikiana kuandaa na kufikia hatua hii ya siku ya 4, hitimisho la awamu ya kwanza ya semina yetu. Mungu, endelea kuwabariki, kuonekania, kuwainua kwa upendo wako. Mungu, usimkite hata mmoja, jibu sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Amina. 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 Basi mwana mpendwa na familia, tunaenda kwenye kujifunza semina yetu. Tutakuwa nami mtumishi Dani. Tunaenda kujifunza leo mambo machache, lakini tutaomba zaidi. Tutajifunza mambo machache, lakini tutaomba zaidi. Tuanze na neno la Mungu. Tuone neno la Mungu linatuambia kitu gani kwa habari ya harusi. Tuone neno la Mungu linatuambia kitu gani kwa habari ya harusi au ndoa. Karibu sana, tuanze pamoja tujifunze na neno la Mungu. Kitabu kile cha Yohane, Injili ya Yohane, kitabu kile cha Yohane sura ya 2, kuanzia ile aya ya 1 mpaka ya 12. Aya ya 1 mpaka ya 12. Tutaona ni kitu gani ambacho Yesu anataka kusema nasi kwa habari ya ndoa siku ya leo. Twende pamoja tukasome. Neno la Mungu linasema, na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama Yesu alikuwepo. Naye Yesu alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatundukia, mama Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, kuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako na mabarafu 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawaza, kila mmoja lapata kadiri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabarafu maji. Nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tokeni mpeleke mkuu wa meza. Wakaipeleka. Naye mkuu wa meza alipoionja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue yalikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioteka maji. Yule mkuu wa meza akamwita bwana harusi, akamwambia,
kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema. Hata watu wakiisha kunywa ndipo huleta divai iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huu wa ishara Yesu alifanya huko Galilaya, akidhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake, wakakaa huko kwa siku nyingi. Amina. Tunaona basi neno hilo la Mungu linatuambia kitu gani kwa siku ya leo? Tunaona kulikuwa na harusi mahali fulani, ndoa ilikuwa inafungwa mahali fulani, Yesu naye alikuwa amealikwa. Kwa hiyo ninataka kukuhakikishia au kukuambia kwamba ndoa ni mpango wa Mungu, na hata Yesu alipata kualikwa kuhudhuria kwenye ndoa. Uone basi ndoa ilivyo baraka. Kuna mtu aliyefanikiwa au aliyebahatika kumwalika Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme Yesu Kristo kwenye harusi yake, na akaona ukuu wa Mungu ukitenda kazi katika harusi yake. Yamkini wakati anasifiwa na huyu mkuu wa meza alishangaa, ninapata sifa hizi lakini sijui imekuaje. Yesu akiwa na wewe unaweza ukapata sifa ambazo huwezi kujua zinatokana na nini. Kaa na Yesu katika ndoa yako, kaa na Yesu katika kumtumikia katika ndoa yako, katika yale yote unayotaka kufanya. Yesu atafanya jambo zuri, atafanya jambo lilo jema sana katika maisha yako, na utashangaa tu unapata kuambiwa jambo hili imekuaje, mbona ni nzuri hivi, lakini wewe hujui chanzo chake au mwanzo wake imekuaje. Mpaka hapo utakapouliza. Kwa hiyo Yesu anatoa zawadi, anatoa upendo kwa wale ambao wameamua kukaa naye karibu. Tunaona huyu bwana ameamua kuchukua hatua ya kumwalika Yesu na mama yake pamoja na wanafunzi. Je, mimi na wewe katika maisha yetu hapa duniani tunawaalika kina nani katika maisha yetu? Tumemwalika Yesu tayari katika akili zetu, mawazo yetu, kwenye kila kitu chetu atembee pamoja nasi. Tukisoma ile Injili ya Yohana 15, Yesu anasema mwenyewe, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Je, umekaa ndani ya Yesu na Yesu amekaa ndani yako? Kama sio, kuanzia sasa ninakushauri badilika, mwambie Yesu ninakuhitaji, kaa ndani yangu nami nikae ndani yako. Hapo unatakiwa uyaache mawazo na matendo mabaya unayoyatenda, umwendee Yesu katika roho na kweli. Tunaona kwanza hapo kuna mahojiano kidogo. Yesu ana hofu, lakini anaogopa mama yake. Anamwambia kitu gani hiki? Yesu anamwambia hawana divai, amesindikiwa na divai. Yesu anaishangaa, anamwambia mama, ina nini nawe? Mimi bado sijafikia wakati wangu. Lakini mama yake anajua huyu ni Mungu mtu, kwa sababu yeye ndiye aliyemzaa. Kwa hiyo kuna siri kubwa kwa kina mama kuwatambua watoto wao. Kuna siri kubwa kwa kina mama kujua kitu kilichomo ndani ya mtoto wake, hata kama mtoto wake hataki kukionyesha. Oh, haleluya. Kina mama mshangilie sana. Mungu atukuze kwa ajili yenu, kwa sababu anaachilia akili na upenyo mzuri wa kutambua kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtoto hata kabla baba hajajua. Sasa tunaona mama Bikira Maria hapa akimwambia Yesu kuwa mama, hawa watu hawana divai, wametumikia na divai. Yesu anachokifanya yeye anamwambia mama, muda wangu bado. Lakini mama yake anakaihia, anawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Lolote atakalo waambia fanyeni. Tunaomba anawaambia jajalizeni hayo mabalasi maji. Alafu baada ya kujaliza maji anawaambia yapelekeni kwa mkuu wa meza. Mimi na wewe katika maisha yetu tunamwambia nini Yesu? Tumesindikiwa na divai. Kama umesindikiwa na divai, yamkini divai ni mateso fulani katika maisha, yamkini divai ni mateso katika ndoa, yamkini ni hali ambayo unaona kiuchumi haijakaa vizuri katika ndoa yako, au ni kutokuelewana katika ndoa yako. Huko ndiko kupungukiwa kwa divai. Mwambie Yesu, njoo unijazie divai
ili niweze kusonga mbele. Mwambie Yesu, njoo nisaidie tutembee pamoja. Yesu, njoo, mimi siwezi kwa akili zangu, kwa mawazo yangu, kwa chochote nilicho nacho Yesu mimi siwezi, naomba uje tuende pamoja. Na Yesu atakuja, atakuwezesha, mtaenda pamoja katika kupenda na kumtumikia katika roho ile ya hali ya kuwa kwenye ndoa. Sasa tunaona hapo mfano ulio mzuri kabisa. Hapo tunaona mtu wa meza anaachilia sifa za kutosha kwa huyu bwana harusi. Anaachilia, yani anamsifu, anasema wewe umeweka divai kuanzia saa hiyo ulivyotuingiza hapa kwenye ukumbi wako mpaka saa hizi tunataka kufunga, bado divai ni nzuri tu. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia ni kwamba ndoa ni mpango wa Mungu katika maisha yetu. Na kama ni mpango wa Mungu katika maisha yetu, kwa sababu ameanzisha toka Adam na Eva, tunatakiwa tutambue kuwa katika hili inatufaa sana kuishi katika hali ile ya kiaminifu, ya kumwamini Yesu, na Yesu atatusaidia kutuongoza katika maisha yetu ya ndoa. Kabla sijaendelea, tulitaja aina za ndoa, tukataja ya jadi, ya asili na ile ya kanisani. Sasa ninaomba nikuambie na nikushauri ndoa iliyo nzuri. Ninarudia, ndoa iliyo nzuri na inayokubalika kisheria, kiserikali na mahali popote ni ndoa ile ya kanisani inayoshuhudiwa na mchungaji, padri na waumini au wale mashahidi. Hii ni ndoa iliyo nzuri sana na inakubalika mahali popote kisheria, na inakulinda katika haki zako zote za kuwa mwanandoa. Hivyo nimeona nikukumbushe hili mapema ili usije ukasema huyu mtumishi akuwa ametuambia hili jambo. Sasa ninakwambia mapema ili nini? Ili ukumbuke hilo, usije ukasahau. Kumbuka kabisa kuwa ndoa iliyo nzuri ni ile inayofungwa kanisani. Nimekukumbusha hivyo ili usije ukasema akuwa amenikumbusha. Ninakukumbusha vizuri na hili nikukumbushe pia zuri ambalo litakusaidia. Sasa tunaona hapa mwisho Yesu alivyo, inasema huo ndio mwanzo wa ishara za Yesu huko Galilaya, akadhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Ishara ya mwanzo. Wewe katika mwanzo wako wa ndoa unatamani Yesu akatende nini? Katika ndoa uliyokuwa nayo kwa sasa, unaenda kuanza upya kwa baada ya kujifundisha masomo haya, unataka Yesu akafanye nini? Ingia kwenye maombi, mwambie Yesu nataka ukafanye hivi. Yamkini kuna masuala ya kiuchumi yamekaa vizuri, hajakaa vizuri, mwambie Yesu naomba katengeneze. Kuna masuala ya upendo kupungua, hajakaa vizuri, mwambie Yesu naomba katengeneze. Kuna masuala ya kutokuwa na ile roho ya msamaha katika ndoa, mwambie Yesu katengeneze. Kuna masuala ya hali ile ya ndoa kuvunjika, mwambie Yesu katengeneze ndoa yangu ikakae vizuri. Kuna masuala ya kutokuwa na utulivu katika ndoa, mwambie Yesu katengeneze. Kuna masuala ya kutokuwa aminifu katika ndoa, mwambie Yesu katengeneze. Kuna masuala ya kuwa ndoa hazikai au hamjapajaliwa mtoto, mwambie Yesu katengeneze. Mwanzo huu ninataka ukatengeneze nami katika swala hili ninalokuomba, na Yesu atapenda kujibu. Naomba sasa tuingie kwenye maombi, tukamwambie Yesu kitu. Na tunapoingia kwenye maombi, hakikisha unamwambia Yesu kitu. Hakikisha unamwambia Yesu kitu kabisa kwa nguvu, maana Yesu yuko mahali hapo ulipo, Mungu yuko mahali hapo ulipo, tayari kukusikiliza, tayari kusikia kile ambacho unatamani aende akakutendee, kile ambacho unatamani aende akakutendee katika ndoa yako au katika tarajio lako hilo la kwenye ndoa. Tunaenda kwanza kuomba toba na msamaha kwa ajili ya yale yote yanayotendeka kwenye ndoa, yale ambayo sio mazuri, alafu tunashuka na maombi yenye nguvu. Mungu anaenda kufanya kitu katika jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wapendwa wa Jerusalem family, basi moja kwa moja tuingie kwenye maombi na tuombe toba kwanza, alafu tutaendelea. Twende mbele za Mungu tukaombe toba.
Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwanao wa Yerusalemu, Mungu Bwana mabwana, mfalme wa wafalme, tunakuja mbele zako sahi Mungu juu ya makosa, uovu, mauaji katika ndoa yaliyotendeka. Mungu wetu, tunaomba toba na msamaha Mungu wa rehema na neema. Tunaomba ukaturehemu Mungu juu ya makosa mbalimbali yaliyotendeka katika ndoa. Mungu, tunaomba ukaturehemu kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaomba toba na msamaha Mungu kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaomba toba juu ya makosa mbalimbali yaliyotendeka katika hali hiyo ya ndoa Mungu, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaomba toba na msamaha kwa ajili ya maovu yanayotendeka katika ndoa, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaomba toba na msamaha Mungu kwa ajili ya mauaji yanayotendeka Mungu. Tunaomba toba na msamaha Bwana Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, Yesu Kristo mfalme mkuu. Tunakuja mbele zako, tunanyenyekea kabisa. Tunaomba toba na msamaha Mungu. Turehemu ndoa zote Mungu, turehemu ndoa zetu zilizoangamia, turehemu ndoa zetu zinazotaka kuanguka Mungu wa rehema na neema. Achilia nguvu yako, achilia upendo wako katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Baba mfalme wa wafalme, tazama Mungu, tunakuja mbele zako tukiamini umetusamehe na umesamehe ndoa zote katika hali zote za mauaji zinazotendeka, iwe ni uaji wa aina yoyote, uaji wa kutoa mimba, uaji wa aina yoyote uliotendeka Mungu wa Israeli. Tunaomba kwa turehemu Bwana, tusamehe Jehova, tusamehe Mungu wa Israeli, tusamehe mfalme wa wafalme. Hakika tunaanguka magotini kwako, tumekutenda dhambi Mungu wetu, tumefanya mauaji Mungu wetu, tumemwaga damu isiyokuwa na hatia Jehova. Tunaomba ukatusamehe Mungu mkuu, tunaomba ukaturehemu Mungu, tunaomba upendo wako wa kimungu ingie sasa katika ndoa zetu, katika msamaha huu. Tunaomba upendo wako ajabu ushuke Mungu wa rehema na neema, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaenda kujipatanisha na damu yako Mungu kwa ajili ya haya mauaji yaliyotendeka. Tunaenda kulipa damu ya Yesu popote shetani aliposhika umiliki na kutaka kutudai tusiende kupata uhalali, tusiende kupata uhalali shetani, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, mfalme wa wafalme. Bwana, tunakuja mbele zako kwa ajili ya ndoa Mungu ambazo hazina watoto Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, kwa upendo na baraka zako wewe ulisema utatujalia kicheko Mungu, na hata hivyo ulikwenda kumjalia Sara kicheko katika umri wa miaka 90. Hakuna jambo gumu linaloshindikana kwako Baba. Na zileta ndoa zote ambazo hazijapata watoto Mungu, na kwa upendo wako katika neno lako ulisema zaeni mtaijaze dunia. Kwa hiyo naenda kuyafungua matumbo yote yaliyofungwa ya wakina mama ambayo hayakushika mimba kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Kila kizuizi kilichomo ndani ya tumbo na kitoa kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, na kitoa kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, na ituna damu ya Yesu kasafishe na kuosha kila ubaya uliomo ndani ya tumbo hilo, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Nafunga na kuharibu kila mpango wa adui ulioko ndani ya mtu huyo, na ufunga kwa jina la Yesu kila kamba iliyofungwa kwenye tumbo ya uzazi wa mama huyu, kila tumbo ya uzazi iliyofungwa chini ya tumbo la uzazi wa mama huyu, kila kamba iliyofungwa, kila kifungo kilichofungwa, nafungua kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, nafungua kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, nafungua kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Natangaza kicheko katika familia hii ambayo haikuwa na watoto. Natangaza kicheko kwa mama huyu ambaye ametamani kupakata muda mrefu, kama Sarai alipokwenda kupakata, kama Sara alipokwenda kupakata mtoto wake Isaka. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, naachilia nguvu yako ya kiungu sahihi ikatende kazi katika familia hii, ikatende kazi katika familia hii, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Mungu, shika na mama huyu, shika na dada huyu, nenda kafanye naye kitu kilicho chema, nenda kamtengeneze Mungu, nenda kafanye kamoyo na kuharibu kila pango ambalo alikuwa jema kwenye tumbo hili, nguvu za giza kwenye tumbo hili la mama huyu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru
mwachie mama huyo katika jina la Yesu Kristo. Mwachie dada huyo katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Mwachie dada huyo katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Natangaza tumbo lake linakwenda kwa la uzao. Natangaza kupakata kwake muda na majira makani, muda na majira kama haya atakuwa na mtoto katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, naenda kutangaza watoto walio wazuri, watoto walio wema, watoto watakao mtumikia Mungu katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Nafunga milango yote ya shetani na ibilisi na vinyamkera vyote katika ndoa zote, katika matumbo ya kina dada na kina mama, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Haijalishi amekaa miaka mingapi katika ndoa, haijalishi ameanza leo au jana, naenda kufunga milango, kufungua milango yote iliyofungwa. Nafungua milango yote iliyofungwa. Nafungua milango yote iliyofungwa kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Nafungua kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Nafungua kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Ribo ishanda rabusika katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Napenda kuombea amani katika ndoa katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tumeona ndoa nyingi zikikosa amani. Tumeona ndoa nyingi zikikosa amani kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, na kutuma wewe Yesu mwenyewe, Baba wa upendo, uliyetangaza amri kuu ya kupendana. Mungu kaachilia upendo katika ndoa hiyo. Kaachilia amani katika ndoa hiyo. Kaachilia amani katika ndoa hiyo. Kaachilia amani katika ndoa hiyo. Kila kizuizi kinacholeta ubaya katika ndoa hiyo na kifunga kwa jina la Yesu Kristo. Kila kizuizi kinacholeta ubaya kwenye ndoa hiyo na ifunga kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Naachilia damu ya Yesu katangaza amani. Naachilia Roho Mtakatifu, roho amani katika ndoa hiyo. Naachilia 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 roho amani katika uchumba huo. Naachilia roho amani katika uchumba huo. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Ribo ishanda raba isika raba baba. Karabo ishende ribo isika. Amani kwa jina la Yesu Kristo. Amani kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza amani kwenye ndoa zote. Natangaza amani kwenye ndoa zote. Natangaza amani kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Naenda kutangaza upendo unaodumu, upendo usiokuwa na unafiki, upendo wa ajabu. Nakataa roho zote za upendo wa unafiki. Nakataa roho zote za upendo wa fedha. Nakataa roho zote za upendo usiokuwa na maana. Natangaza ule upendo wa Mungu. Natangaza upendo wa Mungu. Natangaza upendo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pokea upendo kwenye ndoa yako. Pokea upendo kwenye ndoa yako. Pokea upendo kwenye ndoa yako. Pokea upendo wa kudumu, upendo unaotoka kwa Yesu Kristo, upendo wa mapendo halisi ya Yesu Kristo ya kufia msalabani. Pokea upendo huo katika jina la Yesu Kristo. Pokea upendo huo katika jina la Yesu Kristo. Pokea upendo huo katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Bwana karabo shende robosika. Nimo shenda robosika. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, nenda kuombea uchumi sasa. Tumeona ndoa nyingi zikifikirika, uchumi ukikaa vibaya, wanandoa wanashindwa kuishi katika amani. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, naenda kuziombea biashara zote na kazi zote za mikono zinazofanywa na wanafamilia hawa Mungu, na wanandoa hawa Mungu, na wachumba hawa Mungu, katika malengo mazuri. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, naenda kuachilia baraka zako. Naachilia baraka zako kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Naachilia baraka zako katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Na mkamata adui shetani aliyezuilia mafanikio, na mcheta chini ya msalaba wako mtakatifu. Na mcheta chini ya msalaba wako mtakatifu. Hana nafasi ya kuzuia uchumi wa watoto wako. Hana nafasi ya kuzuia uchumi wa watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Na pokea uchumi ulio mzuri kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uchumi ulio mzuri katika jina la Yesu Kristo. Pokea uchumi mzuri kwenye ndoa yako. Pokea uchumi mzuri kwenye uchumba wako. Pokea uchumi mzuri kwenye maisha yako ya kujiandaa kwenda kuoa na kuolewa. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea uchumi mzuri kwenye familia yako. Pokea uchumi mzuri katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga milango yote inayozuia uchumi usiendelee. Tunafunga milango yote inayozuia biashara yako. Tunafunga milango yote mibaya yote inayozuia kazi zako za mikono zisonge mbele katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Karabo sika. Tunaenda kuachilia mafanikio katika ndoa. Pokea mafanikio ya kiroho. Pokea
Pokea mafanikio ya kiroho katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea mafanikio ya kimwili katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea mafanikio ya kimwili katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea mafanikio ya kimwili katika jina la Yesu Kristo. Pokea mafanikio ya kiroho katika ndoa. Pokea mafanikio ya kimwili katika ndoa. Pokea mafanikio ya kiroho katika uchumba. Pokea mafanikio ya kimwili katika uchumba katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Ribo shandarabosika kobo shegeri musaka katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Mama maruso karabu shenderebosika katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaendelea kuombea roho ya msamaha sasa. Roho ya msamaha katika jina la Yesu Kristo. Tumeona watu wengi wameingia katika ndoa akakuwa na roho zile za kutokuwasamehe wenzi wao hata kwa vitu vidogo vidogo. Katika jina la Yesu Kristo tunaenda kuachilia roho ya msamaha sasa. Adui anaweka vinyongo kwenye roho na nafsi zetu. Kwanza sasa tunavinyoa kwa jina la Yesu Kristo. Tunavinyoa kwa jina la Yesu Kristo. Tunavinyoa kwa jina la Yesu Kristo. Tunavinyoa kila aina ya roho za kuzuia kutokusamehe tunakuondoa leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuondoa leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuondoa leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuachilia msamaha wa kweli katika ndoa. Tunaenda kuachilia msamaha wa kweli katika ndoa pale wanandoa wanapokosana katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea msamaha wa kweli katika ndoa. Pokea msamaha wa kweli katika ndoa katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunaenda kuombea hata uvumilivu katika ndoa. Baba mbinguni, mfalme wa wafalme, tumeona vijana wengi na ndoa nyingi zikipotea Mungu, wakiachana kwa muda mchache Bwana. Tunaenda kuomba roho ya uvumilivu sahihi. Yule ibilisi anayeingia katika kuharibu Mungu, tunamuondosha kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo, ibilisi hana nafasi kuanzia sasa. Ibilisi huna nafasi kuanzia sasa. Kwa msaada wa Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, tunatangaza uvumilivu katika ndoa. Tunatangaza uvumilivu katika ndoa. Pokea uvumilivu wa kuishi maisha yote wewe na mwenzi wako katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Kuishi maisha yote wewe na mwenzi wako katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea roho ya uvumilivu katika ndoa. Pokea roho ya uvumilivu katika uchumba katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Pokea roho ya uvumilivu ribo ishandarabosika katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Mfalme wa wafalme, Mungu shika na ndoa hizi. Achilia uvumilivu wa ajabu Mungu. Tazama mwanao alivumilia mateso hata kutufia msalabani Mungu. Tunaomba uvumilivu ule wa mwanao ukatamalaki katika ndoa zote. Ukatamalaki katika ndoa zote katika jina la Yesu Kristo na kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu akawape uvumilivu wa ndoa, akawape uvumilivu wa chumba katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Mfalme wa wafalme, mfalme wa wafalme, Mungu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti tunaenda kuombea hata zile ndoa zilizovunjika Mungu, uende ukazirejeshe, maana kwa neno lako nasema ulichokiunganisha hakuna mwanadamu wa kukitenganisha. Baba, tunarejesha ndoa zote zilizovunjika katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tunazirejesha tena pamoja. Tunarejesha upendo wako, tunarejesha nguvu zako, rejesha uweza wako katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Ewe mwana mfalme, naomba ukarejeshe upendo wako Mungu. Ukarejeshe Mungu nguvu yako ya upendo tena katika ndoa zilizofarakana Mungu, katika ndoa zilizoachana Mungu. Mungu akarejeshe Mungu kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Mungu akarejeshe tena Mungu. Kawarejeshe upendo wa wanandoa. Kawarejeshe upendo wa wanandoa. Kawape roho ya uvumilivu katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Kawape roho ya uvumilivu katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Kawape roho ya uvumilivu katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Mungu, tunaenda kuomba, tunaomba Mungu damu yako na nguvu yako Mungu ikalinde ndoa zote. Mungu, tunaomba mfalme wa wafalme Yesu Kristo ukatamalaki ndoa zote katika jina la Yesu Kristo. Kasimamie ndoa zote mfalme wa wafalme. Kasimamie ndoa zote Yesu Kristo. Simamia kwa jina la Yesu Kristo. Simamia kwa jina la Yesu Kristo. Tunaitia damu yako kwa ndoa zote. Tunaitia damu ya Yesu, damu ya Yesu
damu ya Yesu kwa ndoa zote. Tunaachilia ulinzi wa damu ya Yesu kwa ndoa zote, ulinzi wa damu ya Yesu kwa ndoa zote, ulinzi wa damu ya Yesu kwa wachumba wote, ulinzi wa damu ya Yesu kwa wachumba wote, wakafikie lengo la kufunga ndoa, wakafikie lengo la kufunga ndoa katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu, ulinzi wa damu ya Yesu, ulinzi wa Yesu Kristo mwenyewe, ulinzi wa Roho Mtakatifu, ulinzi wa Roho Mtakatifu, ulinzi wa Roho Mtakatifu, ulinzi wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Damu ya Yesu ifunike ndoa zote, damu ya Yesu itamalaki ndoa zote, damu ya Yesu ilinde ndoa zote katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti. Tumeomba na kuamini. Amina, amina, amina. Tumsifu Yesu Kristo, mwana mpendwa, mwana familia wa Yerusalemu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nina mambo machache kabisa ya kukumbusha wewe mwanandoa. Nina mambo machache kabisa ya kukumbusha wewe mwanandoa uyafuate na uyazingatie. Mambo haya yatakusaidia sana katika ndoa yako au wewe unayetaka kuingia kwenye chumba. Jambo la kwanza, uaminifu. Jambo la kwanza, uaminifu. Wanandoa wanahitaji kuishi uaminifu wa viapo vyao ambavyo ni kama mzizi na mti ambao hawezi kuanguka wala kwenda popote. Naomba nirudie, uaminifu. Wanandoa wanahitaji kuishi uaminifu wa viapo vyao ambavyo ni kama mzizi wa mti ambao hawezi kuanguka na kwenda popote. Jambo la pili, kuishi kwa upendo. Kuishi kwa upendo. Kuishi kwa upendo. Upendo ni jambo muhimu sana kwa wanandoa na wachumba wanaotarajia kuingia uchumba. Upendo ndio mambo yote katika familia ya sasa. Yesu mwenyewe anasema, pendaneni kama nilivyowapenda mimi. Pendaneni kama nilivyowapenda mimi. Kama mkiwa na upendo, mtaishi kwa hali iliyo nzuri. Mungu mwenyewe anasema upendo wa Mungu na uwe ndani yenu. Hakikisheni upendo wa Mungu na kuwa ndani yenu. Na pendo halipimiki, pendo halijivuni, pendo halina dosari, pendo haliangalii mabaya, pendo halijisifii kwa mambo yake. Hivyo upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni upendo usiopimika na upendo usiokuwa na sharti lolote. Hivyo ni muhimu kuvumiliana katika mahitaji kwa tunavyoishi na kusaidiana na kuhurumiana. Kuishi kwa upendo. Jambo lingine ninalokuomba ni uvumilivu katika ndoa zetu na katika uchumba wetu. Wanandoa au wachumba wanahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Wanahitaji uvumilivu wa hali ya juu kwa kukubaliana wao wenyewe, na kila mmoja anaalikwa kumkubali mwenzake na kuyapokea madhaifu ya mwenzake. Kila mmoja anaalikwa kumkubali mwenzake na kuyapokea madhaifu ya mwenzake. Jambo lingine katika ndoa ambalo ni jambo zuri, ni jambo zuri kweli, inasema tuwe na ukarimu. Tujitahidi kuwa na ukarimu. Hii ni nzuri. Kila mmoja kumfikiria mwenzake kwa mahitaji yake na kujua ni kipi kinachompendeza na kipi anachopendelea. Kwenye ndoa ni muhimu kutoa zawadi. Hivyo kuweni wakarimu kwa kupatiana zawadi mbalimbali. Kuweni wakarimu kwa kupatiana zawadi mbalimbali. Jitahidini sana kwenye ndoa muwe wakarimu kwa kupatiana zawadi mbalimbali. Ukarimu katika ndoa. Ukarimu katika ndoa. Jambo la mwisho na la msingi sana, jambo la mwisho na la msingi sana katika ndoa, msamaha. Neno ni samehe.
ninaomba nimekosea. Hili jambo ni zuri sana na ni bora kwa wanandoa na wachumba. Kama mtaishi kwa msamaha na kwa upendo, mtaweza kuishi maisha yenye heri. Mtaweza kuishi maisha yaliyo mazuri. Katika ndoa kuna kukwaruzana hapa na pale, kuna kuleteana shida mbalimbali, lakini kuna hali ya kuumizana, kuna hali ya kuleteana huzuni, kuna uchungu katika ndoa, kuna machozi katika ndoa. Hivyo ni muhimu sana kusema neno nisamehe, kusema nimekosea, kusema nimekosea. Yesu mwenyewe katika maandiko yake matakatifu anaulizwa, je, ndugu yangu akinikosa nimsamehe mara ngapi? Yesu jibu lake anasema samehe 7 mara 70. Sio 7 tu, bali 7 mara 70. Ina maana kusamehe hakuna ukomo. Kusamehe hakuna ukomo. Hivyo wanandoa wanapaswa kusamehana. Wachumba wanapaswa kusamehana. Yesu Kristo ameagiza kuwa tusameheane mara 770. Hapo tunaona Yesu anavyotualika katika upendo, na hapo tutaishi maisha yaliyo mazuri. Kuishi msamaha ni kuishi katika hali ya upendo wa Mungu, na upendo wa Mungu utawasababisha muimarike zaidi. Mwisho wa yote wa semina yetu, ninawaalika wanandoa na wachumba wote kumtegemea Mungu katika kila jambo. Mwite Mungu kwa kila hatua ambayo unatamani. Yaani kwa kila jambo mshirikishe Mungu. Kila jambo mshirikishe Mungu, naye atakuwa kiongozi na mtetezi wenu. Ninawashukuru sana wote mliosikiliza semina hii. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninaamini mmepata kitu kizuri cha kuwasaidia katika maisha yenu. Mungu wa mbinguni awabariki sana, awafadhili, awajaze kwa kila neema na baraka zake. Ni waombe tu tunaendelea na matoleo yetu, hivyo ni muhimu niwaalike katika matoleo. Ni muhimu sana ukatolea sadaka yako eneo hili la Jerusalem Family. Jerusalem Family unapopata mafundisho haya mazuri na semina mbalimbali, ili kuwawezesha watumishi waweze kukidhi mahitaji yale ya kutuwezesha kupatia semina kama hizi na semina nyingine nzuri ambazo zitaendelea mahali hapa. Ninachokupa mwaliko ulio mzuri wewe mwanafamilia. Jitahidi katika maisha yako kwenye grupu hili la Jerusalem Family, usilefti. Maana grupu hili litakukuza kiroho, kimwili na hata kiuchumi. Kiroho, kimwili na hata kiuchumi. Na utakuja kutushuhudia siku moja kwa kusema kweli nimeingia kwenye grupu lenye maana. Tunajua kuna magrupu mengi, kuna grupu za ajabu, lakini hili ni grupu lisilokuwa la kawaida. Tunaliita madhabahu ya Jerusalem Family, na ni madhabahu kweli. Na Mungu anatenda kwa watumishi wake mbalimbali. Kuna wakati naona shuhuda za watu wapendwa mbalimbali wakizitoa. Mungu anatenda kweli. Na niwape tu shuhuda moja ambayo ni nzuri na itawajenga wengi. Kwenye grupu hili tunajua baadhi ya majimbo hayana fellowship. Baadhi ya majimbo hayana tena utaratibu wa fellowship. Hivyo na jimbo wengi na wale waliokosa fellowship wanapata fellowship hapa kupitia madhabahu ya Jerusalem Family asubuhi na jioni. Iko upendo gani? Unaweka kavocha tu kadogo unapata fellowship, utumii nauli wala nini. Hivyo ni muhimu pia kuwakumbuka watumishi waweze kuwawezesha nini kwa kuchangia kidogo, kutoa matoleo. Na unapotoa matoleo yako hakikisha unayaombea, unamwambia Mungu basi ausike katika kuendelea na kuendelea zaidi sana. Niwaalike mzidi kutuombea watumishi wa Mungu, mzidi kuwaombea watumishi wote ili Mungu aendelee kuwa pamoja nao, kwa sababu safari hii ni ndefu bado na ni ngumu, kwa sababu tunapitia magumu mbalimbali na vikwazo mbalimbali, ila kwa Yesu Kristo pekee ndiye anayetuwezesha kuvuka na kusonga mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana.
Mlikuwa nami mtumishi Danieli. Ninawapenda wote na Yesu atukuzwe milele na milele.